Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimia katika jina la Yesu na nimepata neema tena kusimama mbele yako kusema na mambo machache kwa habari ya ufalme wa Mungu. Na leo tutaenda kujifunza somo linaloitwa kudhibiti pressure au misukumo inayoweza kusababisha kuzaliwa kwa miujiza feki. Kudhibiti misukumo ama pressure inayoweza kusababisha kuzaliwa kwa miujiza feki. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa lazima tujue nini maana ya misukumo ama pressure. Misukumo ama pressure ni kiu ya kufanya jambo, ni kiu ya kusababisha kitu fulani kizaliwe. Kuwa ni biashara, inaweza kuwa ni jambo la mahusiano kama ndoa, kuoa na kuolewa, lakini pia inaweza kuwa chochote, lakini ndani yako unasikia kiu, unasikia pressure ya kuzalisha kitu, unasikia pressure kufanya kitu. Sasa lazima utambue kwamba kuna pressure aina mbili. Pressure ya kwanza inatoka kwa Mungu mwenyewe ambayo hii ukiipata sasa itazalisha muujiza ule kamili. Lakini pia kuna pressure ambayo inatoka kwa adui shetani ambaye yenyewe hii mara zote na naweza kusema ni kawaida yake yeye shetani kuzalisha miujiza feki ama kuzalisha vitu ambavyo ni premature, kitu ambacho hakiwezi kudumu, kitu ambacho hakiwezi kukusaidia, kitu ambacho baadaye kitakutoa machozi, kitu ambacho baadaye lazima mbele yako kutakuwa na majuto. Sasa huu msukumo ambao unatoka kwa shetani ni lazima kuutambua na kuufahamu ili kuweza kuudhibiti, kwa sababu usipoudhibiti utakusababishia wewe kuzalisha vitu premature, yani kupata vitu ambavyo bado havijakomaa bado, ama kupokea miujiza ambayo kwa kweli ni feki. Bwana Yesu asifiwe. Miujiza ambayo baadaye unakuja kujuta, mbona kama niliomba, pamoja na kuomba kwako, pamoja na kufunga kwako, shetani anaweza kukuchomekea akakusababishia ukapokea muujiza feki. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutaenda kusoma katika Mwanzo sura ya 16 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Twende tukaone jinsi ambavyo adui anaweza akakusababishia ukapokea muujiza feki, pamoja na kwamba umefunga, pamoja na kwamba umeomba, pamoja na kwamba umeshirikisha watu wakuu wamekuombea, lakini katikati wakati ukiendelea kusubiria muujiza, shetani ana uwezo wa kukuchomekea ukapokea muujiza feki. Shetani anaweza kukuchomekea sauti ambayo hakika sio sauti ya Mungu. Shetani anaweza kukuchomekea maarifa ambayo sio ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anaweza kukuchomekea mashauri ambayo sio ya kimungu, na wewe ukapotea na ukauacha muujiza wako halisi na ukapokea muujiza ulio feki. Na sote tunafahamu ya kwamba muujiza feki ukitokea, mbele yake kuna majuto, mbele yake kuna machozi, mbele yake kuna kulia, mbele yake kuna kuomboleza. Sasa ni lazima ukae katika hali ya kusubiri, lakini pia ukae katika hali ya kungojea, ukae katika hali ya utulivu, ili kwamba kusikia wakati uko kwenye hatua ya mangojezi, kuna sauti zinaweza kutokea, kuna mashauri yanaweza katokea, kuna chochote kinaweza kikatokea. Lazima ukae katika hali ya utulivu ili kusubiri na kusikiliza hiki ninachokisikia, je, ni cha Mungu au ni cha adui? Bwana Yesu asifiwe. Sasa twende tukasome katika Mwanzo sura ya 16 kuanzia ule mstari wa kwanza, na tutaona vile ambavyo shetani anaweza akasababisha wewe kupokea muujiza feki kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma katika Mwanzo sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 6. Nitasoma. Basi Sarai mkewe Abrahamu hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abrahamu akasikiliza sauti ya Sarai. Sarai mkewe Abrahamu akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanani miaka 10, akampa Abrahamu mmewe awe mkewe. Basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Sarai akamwambia Abrahamu, ubaya ulionipata na uwe juu yako, nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na hukumu kati ya mimi na wewe. Naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama mjakazi wako yu mkononi mwako, mtende lilo jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya, haleluya. Sote tunafahamu historia ya baba yetu wa imani ambaye ni Ibrahimu, lakini hapo kwanza alikuwa anaitwa Abraham. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa watu walikuwa wameahidiwa ya kwamba lazima watapata mrithi kutoka kwenye viuno vya Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na ukisoma katika Mwanzo sura ya 15 utaona kuanzia mstari wa kwanza, utaona jinsi ambavyo Mungu anaendelea tena kumwahidi Ibrahimu ya kwamba mtoto atakayerithi mali na vyote vilivyomo kwenye nyumba yako hatatoka kwa Israeli, atatoka kwenye viuno vyako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kabisa kwenye hatua ya mangojezi, wakati wakisubiria huo muujiza kuzaliwa, wakati wakisubiria hilo jambo kutokea, Biblia inasema kwamba Sarai ambaye ni mke wa Abrahamu akamzungumzisha, akamsemesha mume wake ya kwamba ninaomba uingie kwa msichana wangu wa kazi ambaye ni Hajiri, ili kwamba tuweze kupata mtoto. Nafikiri hiyo ilikuja baada ya kuona mazingira jinsi yalivyokuwa. Huyu mama, Biblia inasema kwamba siku zake za kawaida ya mwanamke zilikuwa zimekoma. Nina maana kwamba siku zake zilikuwa zimekoma, lakini pia umri wao ulikuwa umekwenda na mazingira kabisa ya kibinadamu ya kushika mimba ilikuwa hayawezekani tena. Sasa huyu mama akakaa chini akafikiri kwamba sasa hapa hatutapata mtoto kwa sababu ya mazingira. Akakaa na mume wake akamsemesha ili kwamba aweze kuzaa mtoto kwa msichana wa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwamba Sara alipomzungumzisha ama alipomsemesha Ibrahimu hakurudi kwa Mungu kuuliza. Biblia inasema kwamba Abrahamu akamsikiliza mke wake Sarai. Ni kosa alifanya Ibrahimu kwamba alimsikiliza mke wake bila kurudi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka niseme nini kupitia hichi nilichokisoma hapa? Nataka niseme na wewe ambaye umeomba jambo fulani muda mrefu, wewe ambaye tafuta jambo fulani muda mrefu, ukiwa katika hatua za mangojezi, ukiwa katika hatua za kumsubiri Bwana, jambo lolote laweza kutokea. Ushawishi wowote unaweza kutokea. Unaweza kukuta kuna wakati watu wanakuzungumzisha mambo mabaya ya kwamba yamkini wewe umechelewa kuolewa, yamkini wewe umechelewa kufanikiwa, yamkini kuna jambo ambalo umeliomba muda mrefu na bado unalisubiri. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kaa katika hali ya kusubiri, na huku ukiwa na imani ya kwamba Mungu atakutendea jambo hilo kwa wakati na majira, na wewe ukatae kupokea muujiza feki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunao watu wengi ambao wamejikuta wamepokea miujiza feki kwa sababu tu ya mashauri ya watu wengine, kwa sababu tu ya pressure za watu wengine. Inawezekana umechelewa kwenye jambo fulani kama ambavyo nimesema hapo kwanza. Yawezekana umechelewa kupata mtoto. Sasa hivi unaelekea labda miaka 50, unaelekea miaka 48, unaelekea miaka 40, lakini jamii inayokuzunguka inakusemesha mambo magumu sana. Jamii inayokuzunguka inakusemesha vitu vigumu kwamba umechelewa. Na wewe ukiangalia katika damu na nyama unaona ni kama vile kweli umechelewa. Nataka nikwambie kwamba usikae katika hali ya kuchanganyikiwa. Kaa katika hali ya kumsikiliza Mungu. Wakati unasikia mashutumu, wakati unasikia kuhukumiwa, wakati unasikia kusemwa maneno magumu, rudi kwa Bwana aliyekupa ndoa, rudi kwa Bwana aliyekupa huyo mume, rudi kwa Bwana aliyekupa huyo mke. Mwambie Mungu, ninasikia maneno fulani kwa watu, lakini najua wewe umeniambia kwamba niendelee kusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nataka nikutangazie kwamba hautabaki ulipo. Lazima Mungu atakutendea mambo makubwa. Lazima Mungu atakutendea jambo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaona kabisa kwamba hapa sasa Sarai anakaa na mume wake, anamshauri, anamwambia kwamba lazima naomba tupate mtoto kupitia msichana wa kazi ambaye ni Hajiri. Tupate mtoto kupitia msichana wa kazi. Lakini wakati huo wamesahau ahadi ya Mungu ambayo iliwasemesha kutoka kwenye sura ya 15. Hiyo Mwanzo sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza. Mungu anamwambia Abraham kwamba hautapata mrithi kutoka kwa Israeli, kwa Ezerieli. Utapata mrithi kutoka kwenye viuno vyako. Ameshasahau. Ni nini? Kwa sababu kwenye wakati wa mangojezi kuna mambo mengi yanaweza kutokea. Ni kweli mtu wa Mungu umeomba sana. Ni kweli umefunga na kuomba, lakini kuna wakati wa kusubiri. Kuna wakati wa kusubiri muujiza wako kuzaliwa. Kuna wakati wa kusubiri Mungu kukuletea ndoa iliyo halisi. Kuna wakati wa Mungu kukuletea mtoto ambaye atazaliwa kwenye tumbo lako. Kuna wakati wa Mungu kukuletea baraka ambayo utaipakata mwenyewe kwa mikono yako. Haleluya, haleluya. Ninatamani Mungu akutane na wewe. Natamani Mungu akusababishie muujiza unaotoka kwenye kiti chake cha enzi. Sitamani sana kukuona ukipokea muujiza feki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Mungu akubariki, uwe na siku njema na Mungu akutane na wewe kwenye maisha yako. Amen.